أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye amenifikisha salama katika jiji hili la Dodoma na kukutana na ndugu zangu katika iman, katika moja ya vikao bora kabisa ambavyo tunakumbushana masuala mbalimbali yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotukutanisha katika ukumbi huu, atukutanishe katika pepo yake al-Firdaus, na kweli tuwe majirani wa peponi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kila sekunde, kila dakika tutakayoitumia na ambayo tumeitumia katika kikao hichi iwe ni sababu ya kufutiwa madhambi, lakini vile vile iwe ni sababu ya kunyanyuliwa daraja. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyekuja hapa ambaye ana mazito, Allah mfanyie mambo yake yawe mepesi. Aliyekuwa na mgonjwa, Allah mfanyie shifa haraka mgonjwa wake. Aliyekuwa na mazito, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika mazito hayo. Aliyekuwa na madeni, Mwenyezi Mungu amlipie deni lake. Aliyekuwa na changamoto yoyote ya kidunia, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya dakika hizi, kikao hichi na nia hii, Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie mambo yake kuwa ni mepesi. Ndugu zangu akina mama, nashukuru sana kwa heshima niliyopewa ya kuwa mgeni rasmi. Mimi sijazoea masuala ya ugeni rasmi, na nilimwambia binti yangu Raihana kwamba mimi ni daia, sio mwanasiasa. Mgeni rasmi masuala ya siasa, protocols na nini, mimi naomba nialikwe nitoe mada niondoke zangu. Lakini akasema hapana, tunaomba uwe mgeni wetu rasmi, na mimi nashukuru kwa heshima hiyo ambayo nimepewa, na nashukuru kwa haya mahudhurio ambayo nimeyakuta hapa. Nashukuru kwa mada ambazo nimekuta zikitolewa na Ukhti Sunura. Mada yake nilitamani aendelee kuzungumza, lakini muda ukawa umeisha. Sababu ilikuwa kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa na vihisi katika mazungumzo yake. Lakini namshukuru kijana wetu Ismail, mwalimu wa Arabic Service. Naam. Kwa juhudi kubwa anazozifanya katika mitandao na mada yake ambayo ameitoa kwenye screen pale, ambayo kusema kweli nahisi nilikuwa naona watu wote wako busy kuandika, na hisi itakuwa na msaada mkubwa sana kwetu sisi wote tuliohudhuria katika kupandisha imani zetu na kuangalia maeneo ambayo yanashusha imani. Lakini mwisho na sio kwa umuhimu, nimshukuru sana binti yetu Raihana kwa maelezo ambayo ameyatoa hapa na ujumbe ambao ameutoa hapa. Ndio mara ya kwanza mimi namsikiliza akizungumza. Nilikuwa simfahamu, tumejuana katika masuala ya mitandao, na nadhani mara ya kwanza nimekutana naye katika kongamano la Dar es Salaam ndio namfahamu kwamba huyu ndio Raihana ambaye tunawasiliana. Sijawahi kumuona, na historia yake ndio leo naisikia. Subhanallah, inagusa nyoyo. Ni historia ya binti wa Kiislamu ambaye anajitahidi kutoa mchango wake katika dini, na hilo ni jambo ambalo sisi linatufariji. Sisi kama mashehe walinganiaji tunapenda sana kuona kwamba kuna kitu ambacho kinarithiwa na vijana wanaonyanyuka, hususan mabinti, kwa ajili ya kuweza kushika bendera ya da'wa. Na kabla nilikuwa nikichat nazungumza kidogo na ukhti hapa Sunura kuhusiana na changamoto za da'wa na maduati, na jinsi gani ambavyo shetani anakuwa hakuachii. Yani unapoingia katika haya masala, shetani hakuachii, daima anakuwa na wewe. Na hii nimeona mimi vikundi vingi vya kina mama wanaanza vizuri, wanaendelea, lakini mwisho zinasambaratika, mara wanakuwa maadui, mara wazungumzi, mara wanasengenyana. Masuala ya dawa ni masuala magumu sana, yanahitaji kusema kweli imani kuwa iko juu na ikhlas kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sijaingia kwenye mada bado, niko kwenye shukrani tu. Nilikuwa naandika hapa baadhi ya point. Majirani wa peponi. Hii sio mada yangu, lakini nataka tu ni kutoa faida. Majirani wa peponi. Ili tuwe majirani wa peponi, lazima kwanza sisi wote tuingie peponi. Kweli au sio kweli? Huwezi kuwa jirani wa peponi uko motoni. Kweli lazima tuhakikishe kwamba tunaingia peponi ili tuwe majirani wa peponi, kama
taasisi yetu inavyozungumza. Na moja katika njia za kupata ujirani peponi ni kupata ujirani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa hakuna faida ya mimi na wewe tukawa majirani halafu Mtume yuko mbali na sisi. Hamna faida ya ujirani huo. Ujirani wa peponi unaunganishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wote ni jirani wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi. Kwa hiyo tunakuwa ni sisi ni majirani, lakini ujirani mkubwa tunampata kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ili tuwe majirani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, la mwanzo kabisa tunalikuwa tukifanya ni kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko tunavyojipenda sisi wenyewe. Naomba mnisikilize vizuri hapo. Kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko tunavyojipenda sisi wenyewe. Thauban alikuwa ni mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo ulikuwa bado utumwa upo. Na ni mmoja katika maswahaba waliopokea hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thauban siku moja amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, uso wake umekuwa mwekundu na macho yamekuwa mekundu kama vile mtu ambaye hajapata usingizi, hajalala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomuona akamwambia, malaki ya Thauban, yani mbona nakuona umebadilika, huko katika hali nzuri, una huzuni, una matatizo gani? Thauban akasema, ya Rasulullah, mimi nikiondoka kwenda nyumbani, nikifika nyumbani nashindwa kula, nashindwa kulala, yani nashindwa kufanya kitu chochote na kufikiria wewe. Tunataka niwe na wewe 24/7, nisifarakane na wewe hata kidogo. Nikirudi nyumbani nakosa raha. Subhanallah, mapenzi makubwa ambaye Thauban anayo kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, ya Rasulullah, nafikiria siku ambayo wewe utatangulia mbele ya haki au mimi nitatangulia mbele ya haki. Wewe utakwenda peponi, mimi sijui nitakwenda wapi. Sawa? Na hata kama nitaingizwa peponi na Mwenyezi Mungu, sintokuwa jirani yako. Nitakaa mbali kabisa na wewe kwa jinsi ya manzila uliyokuwa nayo. Hiyo nayo inanihuzunisha. Kwamba hapa duniani kuna time na kukosa pale ninaporudi kwangu kwenye familia yangu, na nitakuja kukukosa akhira. Subhanallah, haya maneno yanazungumzwa na Thauban, yani mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakamuathiri sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini alikuwa hana jibu, atamwambia nini? Pale pale Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma Jibril alayhi salam kuja kuleta Qur'an itakayesomwa mpaka siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anasemaje? Wa man yuti'i Allaha war rasul, yeyote atakayemtii Mwenyezi Mungu na akamtii mtume, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, huyo atakuwa yuko pamoja na wale ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha. Minan nabiyyin, miongoni mwa mitume, wasiddiqin, na wanaosema ukweli, washuhada wasalihin, na mashahidi na watu wema, wa hasuna ulaika rafiqan, na hao watakuwa ni majirani ya watu waliokuwa wema zaidi, watakuwa ni marafiki wako karibu na hawa watu waliokuwa wema. Subhanallah, aya imeshuka kwa ajili ya sahaba alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na anashindwa kuachana naye kwa madakika, masaa machache tu, anahisi kwamba yani maisha yake yote yameharibika. Kwa mimi na wewe, ndugu yangu Muislamu, binti yangu, mdogo wangu, kama tunataka tuwe majirani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi, kigezo cha kwanza tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko tunavyozipenda nafsi zetu. Nani yuko tayari? Kwa ukweli kabisa. Inshallah. Ni kazi ngumu lakini tujitahidi. Sawa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kushinda tunavyozipenda nafsi zetu. Majirani wa peponi. Hii sio mada yangu. Mada yangu mimi tiketi yako ya kuingia peponi. Hii ni utangulizi tu. Majirani wa peponi. Hii hadithi kwenu nyinyi ni hadithi nzito sana. Kwenu nyinyi ni binti zetu, mama zetu, dada zetu, shangazi zetu.
Kwa hiyo nikisema nyinyi, mimi inanihusu kwa sababu wanawake wote ndio wazazi wetu sisi. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa hutuba yake al-Eid al-Fitri kwa wanaume, akaenda kuzungumza na wanawake. Sababu kwa hakuna maspika wakati huo. Maneno ya kwanza aliwaambia, yani nisa, enyi wanawake, tasaddaqna, kithirisheni kutoa sadaka. Wakthirna min at-tauba, nazidisheni kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Inni ra'aytukunna akthar ahla nar, mimi nimeonyeshwa katika watu wengi wa motoni mtakuwa nyinyi hapo. Subhanallah. Akasimama mwanamke mmoja mwenye akili, yani mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri. Imetajwa kabisa jina pale, sifa yake, mwenye uwezo wa kufikiri. Akamwambia, walima dhalika ya Rasulullah, kwa nini sisi tuwe ni wengi motoni, ya Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume akasema, tukthirna al-la'n, mnakithirisha kulaani na matusi. Watakfurna al-ashira, na mnakanusha maisha. Hadithi ndefu. Hizi sifa ndizo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza, na ndizo ambazo anasema zitawaingiza wanawake wengi motoni. Kama tunataka tuwe majirani wa peponi, tuchunge sana sifa hizi mbili. Sawa? Tukthirna al-la'n, mnakithirisha matusi, mnakithirisha kulani, mnakithirisha kashfa. Watakfurna al-ashir, na mnakanusha wema na maisha. Riwaya nyingine inasema, lau ahsanti ila ihdahunna dahra, ukimfanyia wema mmoja wao mwaka mzima au maisha yote, akaona kitu kidogo kwako hakiko vizuri, atasema hajawahi kuona khairi yoyote kutoka kwako. Maneno nyinyi mnayajua, mnayazungumza, lakini mnaweza kuona ni mepesi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kayazungumzia kwamba ni sababu zitakazowaingiza wengi wenu katika moto wa Jahannam. Allah walinde na sifa hizo. Kwa maana nyingine, mnatakiwa muwe na kitu kinachoitwa emotional intelligence. Kwa hiyo namuomba Ukhti Rehana, mada zingine atakazozitoa aweke maudhui hii. Tafute mzungumzaji, kama atampata vizuri, akimkosa meza kijani kaizungumza. Kitu kinachoitwa emotion intelligence ni muhimu sana kuelewa wakati gani, muda gani useme nini na useme kitu gani. Inaweza ikakuepusha wewe na kuingia katika sifa hizi za kuingia katika moto wa Jahannam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akaelezea njia rahisi ya kuingiza peponi. Rahisi sana. Mjitoe katika kundi kubwa la watu motoni. Akasema katika hadithi yake, idha sallatil mar'a khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake 5, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akalinda utupu wake. Sawa? Qila laha, ataambiwa, wa ata'at zawjaha. Nitakusahau nukta muhimu sana ambayo nyingi inawashinda wengi. Wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Sawa? Qila laha, ataambiwa, udkhulil janna min ay abwabil jannati shi'ti, ingia peponi katika mlango wote unaotaka kuingia, wote, yani yote iko open kwako wewe. Mambo 5 tu, myarejee, myasome, myaangalie yakoje. Na haya tunafundishwa na mama yenu na mama yetu Bi Khadija radhiyallahu anha, mwanamke mbora ambaye ametembea katika mgongo wa ardhi. Bi Khadija radhiyallahu anha, bora wa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amethibitisha haya na kwamba yeye ni miongoni mwa wanawake wa peponi na atajengewa nyumba peponi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Aliyatekeleza haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuoa akiwa ni mama, mtu mzima, mtu mkubwa, tajiri, ana uwezo, ana idadi kubwa ya wafanyakazi, bilionea kwa wakati ule, bilionea. Lakini katika maisha yake yote aliyoishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitabu cha sira hata kimoja, hata kwa kukosea, hata cha uongo, hata cha maudhui kinachoonyesha kwamba Bi Khadija alimsimanga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Wake zake wengine kuna visa vingi, aya zimeshuka kuwaonya, kuwakaripia kina Aisha, kina Hafsa, lakini hakuna aya, hakuna hadithi, hakuna ushahidi wa historia unaoonyesha Bi Khadija radhiyallahu anha alitoa tamko lolote la kumdunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au la kumsababishia stress katika hali aliyokuwa nayo.
Ndio maana hata alipofariki ule mwaka kaitwa mwaka wa huzuni. Anamhudumia mume wake, alikuwa na uwezo kumwekea wafanyakazi 10, atakayeangalia kilemba chake, kanzu yake, viatu vyake, chakula chake, yeye anaagiza tu, lakini alikuwa anamhudumia mwenyewe, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, ghafla amekuja Jibril. Hakuja na aya na Qur'ani, amekuja tu. Akaingia, akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamuuliza, yani umekuja kufanya nini? Yani umetumwa nini yani? Kanamwambia, hadhihi Khadija. Khadija anakuja sasa hivi kwenye corridor. Sawa? Atat ma'aha ina'un au sharabun. Anakuja amebeba tray, imebeba chakula na kinywaji cha kwako. Akifika akiingia, faqra'i 'alayha assalam min rabbiha wassalam minni wabashirha bilbayti fil janna la sakhabun fihi wala nasab. Subhanallah. Khadija anakuja sasa hivi. Fikiria Jibril amekuja, hana message zaidi ya hiyo. Khadija anakuja sasa hivi kwenye corridor, kwenye sebule anakuja. Amebeba tray ina chakula na kinywaji. Sio msichana wa kazi, Khadija radhiyallahu anha. Akifika mwambie nimetumwa na Mwenyezi Mungu nije nimsalimie. Na mimi Jibril namsalimia. Na alipomaliza kuzungumza haya maneno, Jibril akaondoka. Anaondoka, anapishana na Khadija. Jibril haonekani, tabani Mtume ndo anamuona, anapishana na Khadija, kabeba sinia. Anamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amebadilika, lakini ana furaha. Anamuuliza, anamwambia umepishana na Jibril alayhi salam sasa hivi. Ameleta Qur'an, inasemaje? Nabajeleta Qur'an. Ameleta salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anakusalimia Khadija. Na amenituma nikufikishie salamu zake, anakusalimia Khadija. Na anakubashiria nyumba itakayekuwa peponi, haina fujo, haina vurugu, nyumba yenye utulivu. Khadija zile sinia zinataka zimwanguke yani. Mimi nasalimiwa na Mwenyezi Mungu kutoka mbingu ya 7 na amemtuma Jibril na Jibril ananisalimia. Subhanallah, manzila gani? Kila napokizungumza hii kisa na kwa emotion, sijui kwa nini. Allahu aalam. Sasa sijui nyinyi mnahisi vipi, lakini yani kila nikimfikiria Bi Khadija radhiyallahu anha, maisha yake aliyoishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyo sacrifice mali zake, muda wake, sawa, mpaka uhai wake uliondoka. Bi Khadija alifariki kwa sababu ya maradhi aliyompata, wanasema ni ulcer sasa hivi, donda vya tumbo, baada ya kuwa Waislamu walifanyiwa vikwazo vya uchumi na Makureishi. Hawauziwi chakula, hawauziwi vinywaji, lakini yeye alienda kuishi na mume wake. Aliweza kuishi kwake, akaenda kuishi kule. Mtu ambaye alikuwa ni tajiri, anakula anachohitaji. Leo wanakula ngozi za wanyama. Baada ya kutoka kule katika ile njaa ikamwathiri, hakuchukua muda mrefu akawa mwenye kufariki, sababu alisacrifice kwa ajili ya mume wake. Ndugu zangu kina mama, mada yangu nasema kujitambua ni tiketi yako ya peponi. Hii ndo mada yangu. Nitafanya haraka haraka nisichukue muda mrefu. Umma wetu wa Kiislamu unakabiliwa na matatizo matatu. Tatizo la kwanza, identification. Kujitambua. Mada ya Ukhti Nura ilikuwa ni identification, mada ya Sheikh Ismail identification, maelezo ya Raihana identification, zote ni kujitambua. Tatizo la kwanza ambalo umma wetu unakabiliana nalo ni kwamba sisi Waislamu lakini hatujitambui kama Waislamu. Utambuzi. Tatizo la pili, thinking. Fikra zetu, jinsi ya kufikiri. Tatizo la tatu lipo katika leadership, ambaye inaweza ikaandaa vitu kama hivi ikawapeleka Waislamu katika dira waliokuwa nayo. Haya matatizo matatu ndio yanakabili umma wetu kwa kiwango kikubwa sana. Na kwa zaidi ya 50% ya haya matatizo niliyozungumza, utatuzi wake upo kwenu nyinyi wanawake. Na ndio umuhimu wa kikao hichi, na ndio umuhimu hata mimi kuhudhuria hapa, kwa sababu najua nazungumza na wahusika ambao kama wataelewa watasaidia
kuleta ufumbuzi wa matatizo niliyozungumza. Matatizo haya matatu, zaidi ya 50% ya utatuzi wake yapo katika mikono na masulia ya wanawake wa Kiislamu. Muelewe dhima ambayo nyinyi mnayo. Kujitambua ni tiketi yako ya kwenda peponi. Niulize swali. Kwa nini upo hapa leo katika Faith and Growth? Umetoa laki yako moja, si umetoa shilingi ngapi, umesafiri umekuja hapa, umeacha shughuli zako. Kwa nini? Nahitaji vidole. Na mic moja iende kwa atakayejibu. Kwa nini? Naam, mbona mkono kule nyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nimekuja hapa hasa lengo langu nataka nikuze imani yangu na nimsogelee Allah karibu ya nilivyokuwa awali. Naam. Yuko hapa kwa ajili ya kukuza imani yake na kumsogelea Allah kuliko alivyokuwa awali. Mashaallah. Jibu zuri. Mwingine? Mmeridhika nalo wote? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mimi nimetoka huko mkoani kuja huku kujifunza vitu mbalimbali kuhusu dini yangu. Umetoka wapi ukhti? Nimetokea Babati. Umekuja kwa ajili ya hii? Ndio. Mashaallah, barakallahu fiki. Kukutana na mabinti wenzangu, kuhamasishana katika kheri, kuelekezana katika kheri zozote zile, kushikamana. Naam. Ndio. Barakallahu fiki. Jibu sahihi. Lakini sio mbona alihitaji. Short and clear. Kuna mwingine? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullah. Mimi nimekuja hapa kupata chakula cha moyo. Naam. Kwa sababu miili yetu inahitaji chakula, lakini mioyo yetu inahitaji maneno mazuri ambayo yatatukumbusha juu ya Mwenyezi Mungu. Barakallahu fiki. Naam, tumalizie kwa mama mwisho hapa. Najua jibu lake litakuwa limekusanya yote sasa, mashaallah. Kuna mkono okay basi atakuja mwisho. Sawa, endelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipo hapa kwa ajili tu ya kutambua na kuja kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu kama binti wa Kiislamu. Jazakallahu khair. Takriban majibu yote yanafanana. Takajibu tofauti kidogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu. Mimi niko hapa kwa sababu ninajitambua. Naam. Na katika kujitambua huku nimegundua kwamba imani inapanda na kushuka. Naam. Na lengo langu ni kuhakikisha imani yangu inapanda siku hadi siku. Allah tujalie inshallah. Ili kuitafuta Jannatul Firdaus nuzula. Allah tujalie tuipate inshallah. Kwa hiyo ndio maana niko hapa. Jazakallahu khair. Na ichechemelea pepo. Allah akupe inshallah. Allahumma amin. Jazakumullahu khair. Majibu ni mazuri. Ukhti pale anasema haya yote sio sahihi. Linalokuja yule pale katikati. Okay, endelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Nimekuja hapa kwanza kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na vinavyohusiana na dawa. Naam. Lengo langu kubwa kabisa ni kuupigisha Uislamu hatua kwa hatua. Naam. Kwa hiyo chochote ambacho kitakuwa kina ueneza Uislamu, kufika kwangu utakuwa ni mchango mkubwa sana katika kuuendeleza Uislamu mbele. Kwa maneno au kwa vitendo na utekelezaji wa moja kwa moja baada ya kupata naswaha na mawaidha ambayo yataongelewa. Mashaallah. Jazakallahu khair. Naam. Kuna mtu anataka kuchallenge au yanatosha haya? Yule kule alikuwa amenyosha muda mrefu.